ambayo yamechapishwa ama yameangaziwa katika gazeti zetu. Leo hii katika gazeti hili naona kuna mengi ambayo yameangaziwa. Sijui kama Edwin yapi yale ambayo yameangaziwa katika gazeti lako la The Daily Nation. Naam, Daily Nation hapa ukurasa wa kwanza tunaangalia hapa kuna uwezekano shule zinaweza funguliwa hapa karibuni. Kuna uwezekano mkubwa manake wanaangalia kwamba mpindo wa kuambukizwa kwa virusi vya corona ni kama umeanza kurudi chini kidogo, kwa hivyo kuna ule uwezekano kwamba haya yatafanyika hapa karibuni. Vile vile katika hayo tutaangalia katika ukurasa wa 6. Katika ukurasa wa 4 naona kwamba kuna mvutano kati ya wana ODM juu wanasema kwamba kuna ule muungano ambao wanasema kwamba waweza fanyika baina ya Ruto na Raila. Vile vile tunaona hapa wanasema kwamba kuna wale vigogo wa ODM wanasema muungano huo hawezi. Na wengine pia wanasema kwamba manake rais wa Jamhuri ya Kenya anamchezea shere kinara wa ODM Raila Odinga. Ni vyema kwamba wote wangetengeneza muungano ambao ungewasafirisha vyema hadi mwaka wa 2022. Hayo yote katika ukurasa wa 4. Vile vile tunaangalia hapa katika ukurasa wa 12 kuwa kuna jumba la mtihani, tunasema building mtihani house. Ni jumba ambalo limejengwa na limechukua muda wa miaka 35 sasa. Mtihani house na bado halijakamilika. Ile iko hapa tu Nairobi Maliki. Hapo South. Wanasema kwamba imechukua jumba hilo, tuseme lilianza kujengwa mwaka wa 1986 hadi sasa hivi halijakamilika. Limechukua takriban bilioni 3. Bado linaendelea kujengwa tu. Bado linaendelea kujengwa. Vile vile kuna hapa tunasema kuna kile kifo ambacho kilikuwa cha mwanahabari mmoja ambaye alikuwa ni National Land Commission Director Jennifer Wambua ambaye aliuawa. Kwa hivyo kisa hicho pia kuna kizungumkuti ambapo wawili wamezuiliwa, uchunguzi ukiendelea kufanywa, japo mmoja ambaye anasemekana kwamba aliweza kusababisha kifo hicho hajapatikana. Hayo katika jalada. Katika gazeti hili la Taifa Leo naona kuna mambo machache ambayo yameangaziwa katika uzo huu wa gazeti hili la Taifa Leo. Kuna huyu jaji wa mahakama kuu Saidi ambaye anajulikana kama Juma Chitembwa. Naona kwamba alikuwa anatoa machozi huko katika ili jopo la kuwahoji, akisema kwamba analilia hicho kiti cha aliyestaafu Maraga. Huo ni ukurasa wa 2. Naona ukurasa wa 2 pia wanazungumzia kuhusu vigogo wa pimana akili, vigogo wa siasa. Katika ukurasa wa 3 naona wanasema kwamba kuna mwalimu mmoja ambaye amejitoa mhanga ili kufanikisha mitihani ya KCSE kidato cha 4. Ukurasa wa 4 wanasema kwamba wakurugenzi 6 wapya watua usimamizi. Huo ni ukurasa wa 4. Pia katika ukurasa huu wa 4 wanasema kwamba lile jopo ambalo linasimamia Waislamu nchini linataka ama linaomba serikali kuwasaidia Waislamu kwa fyakura na usaidizi mwingine. Huo ni ukurasa wa 4. Pia naona katika ukurasa wa 6 wanasema kwamba kuna maandamano mapya Marekani baada ya mauaji ya mtu mmoja mweusi. Ukurasa wa 2 wanasema kwamba mhalifu sugu atupwa jela baada ya kutupu kanisani. Hayo ndio yale ambayo yameangaziwa katika gazeti hili la Taifa Leo. Naam, ukurasa wa 2 wa The Nation naona kwamba hapa tunaangazia shinikizo la rika ambao tunaita ni peer pressure. Tuangalia hapa kwamba kuna watu ambao walikuwa na goals wanataka kuachieve, lakini sababu ya shinikizo la rika ama peer pressure unapata kwamba hawezi kuyatekeleza yale waliopangia kwamba wangeweza kuyatekeleza. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba ikiwa unataka kuyatekeleza yote ambayo umekuwa ukidhamiria kwamba kufikia kiwango fulani mwaka fulani utakuwa umeyatenda haya na yale, hakikisha kwamba uko katika
katika shinikizo la rika njema. Tuko kwa a positive peer pressure. Yote utayapata katika ukurasa wa pili. Vile vile katika ukurasa wa tatu tunaangalia hapa ni kisa ambacho kuna mwalimu mmoja ambaye anapatikana katika shule ya Sosiana High School pale Narok. Tunasema kwamba anaitwa Magdalene Kimani, ambaye baada ama ikifika mwisho wa mtihani wa KCSE atakuwa ametembea kilomita 320 ambazo ni sawia na kutoka Nairobi hadi Bungoma. Manake anahakikisha kwamba wanafunzi wake wamefanya mitihani sawa sawa. Ni kwamba barabara ambayo inatoka kutoka sehemu ya Murkan kwenda Sosi, hapo Sosiana High School, ni kwamba imeharibika zaidi. Kwa hivyo inabidi kwamba wamechukua mitihani na kisha gari limewachia pale Murkan na kutembea hadi kwa shule ambazo ni kilomita nyingi zaidi. Kwa hivyo hayo yameangaziwa katika ukurasa huo wa tatu wa The Nation. Vile vile katika ukurasa huo tunamuona kwamba anayeitwa ambaye ni University Education and Research Principal Secretary anaitwa Simon Nabukwesi. Jana alisema kwamba kuna wale wanafunzi ambao wanajiingiza katika yale masuala ya kwenda kinyume na sheria, kwamba iwapo mwanafunzi kama huyu atashikwa na kosa kama hilo, ni kwamba hatapata hata hati ya mwenendo mzuri ama certificate of good conduct, kwamba atanakiliwa kwamba yeye ni mkosa adabu na vile vile hawezi fuata sheria. Vile vile katika sehemu ya Laikipia kuna msichana mmoja ambaye akili zake si timamu, kama ni akili punguani, ambaye aliweza kunajisiwa Ijumaa iliyopita, na kufikia sasa hivi hakuna mshukiwa ambaye ameshikwa, na sasa familia inaendelea kulilia serikali kwamba iweze kuhakikisha msichana wao amepata haki. Ni kwamba babake ama wanafamilia walitoka akamwacha, punde tu waliporudi akamwambia kwamba mimi nimenajisiwa hivi na hivi, lakini kwamba kufikia sasa hivi ingawaje wamepiga ripoti kwenye vituo ama kituo cha polisi, hakuna hatua ambayo imechukuliwa na wanapolisi. Vile vile katika koti ya Vihiga tunaona kwamba kuna kesi 156 ambazo ni za defilement, ambapo watoto wadogo wanadanganywa vile vile na kudhulumiwa kingono. Wamesema kwamba kesi hizo zilianza kusikilizwa hapo jana, na vile vile wanahakikisha kwamba kesi hizo zote zimesikilizwa na kuamuliwa hivi karibuni, manake zimekawia sana tangia mwaka wa 2019. Naam. Katika ukurasa wa pili naona wanasema kwamba mitihani ya NEC ama NEC kuanzisha shughuli ya kusahihisha KCSE wiki hii. Unajua, ukumbuke kwamba mtihani wa kidato cha 4 bado unaendelea. Wanasema kwamba utakamilika, karatasi ya mwisho itakuwa siku ya Alhamis wiki ijayo. Hivyo wale ambao watasahihisha mtihani huo wanatarajiwa kusafiri kwenda Nairobi mwishoni mwa wiki hii. Hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa pili. Wanasema kwamba vigogo wa siasa wakuu wapimana akili. Naona kuna picha ya Rais Uhuru Muigai wa Kenyatta, kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga, wakisuru maeneo mbalimbali katika kaunti ya Nairobi. Katika ukurasa wa pili pia wanazungumzia kuhusu huyu jamaa ambaye alikuwa jaji mkuu katika mahakama juu Saidi, anaitwa kama Said Juma Chitembwa, akihojiwa katika mahojiano ya kutua yule ambaye atakayemrithi bwana David Maraga. Wanasema kwamba naibu gavana katika county ya Nairobi anaitwa kama Bian Kananu, anasema kwamba ile halmashauri ambayo inasimamia utendakazi katika county hiyo ya Nairobi walipe wale ambao walikuwa wamewapea tenda pesa zao. Huo ni ukurasa wa pili. Ukurasa wa 5 naona wasungumzia kuhusu mwalimu mkuu ambaye anachotolea mhanga. Huyo ulimsema anaitwa kama Magdalene Njoki Kimani. Ndio hiyo hadithi ndio naona inazungumziwa katika ukurasa huu wa 3. Wanasema katika kaunti ya Mombasa kwamba koti imesimamisha fidia kwa wauzaji baada ya kaunti kuwasilisha rufaa. Huo ni ukurasa wa 3. Kuna hofu ambayo imezua na kutanda baada ya mwalimu mkuu kufa kwa ugonjwa wa COVID-19 katika kaunti ya Samburu. Kuna huyu mwalimu ambaye amekuwa akiendesha mtihani ya KCSE, ameaga tu ghafla baada ya kupata ugonjwa wa COVID-19.
Hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa pili na ukurasa wa 3 katika gazeti hili la Taifa Leo. Na katika ukurasa wa 4 wa The Nation tunaangazia mazungumzo kati ya kinara wa ODM Raila Odinga pamoja na naibu wa rais William Ruto, ambapo kwamba kuna kuna kile ambacho watu wamekuwa kizungumzia sana kuhusu kutengenezwa kwa muungano baina ya viongozi hawa wawili. Kwa hivyo tunaangalia kwamba kuna wale ama tunayoita masupporter ODM wa Raila, mashabiki wake kabisa wanasema kwamba ni vyema, ingekuwa vyema ikiwa Ruto na Raila wangetengeneza muungano moja ili waweze kumpiga nje, ama sababu wameangazia kwamba rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta amekuwa akimchezea shere sana, na ni kama ameanza kumsaliti kinara wa ODM Raila Odinga. Vile vile wa vigogo wa ODM wanasema kwamba hakuna uwezekano wowote ikiwa Raila ataenda kutengeneza muungano pamoja na Ruto. Haya yote yamejiri baada ya naibu wa chama cha ODM ambaye ni gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya kukutana na naibu wa rais William Ruto na kuzungumza mengi, ambao walisema kwamba pengine wanaangazia muungano ambao unaweza jiri hivi karibuni ili uweze kusaidiana katika siasa, ili waweze kuchukua usukani. Lakini ukiangalia hadi kinara, tuseme katibu wa chama cha ODM Edwin Sifuna vile vile amekataa na kusema kwamba hayo hayawezi tendeka. Kutokana na jinsi imenakiliwa katika The Daily Nation, mambo ambayo kuna kiongozi wa ODM ambaye alitoa siri na kusema kwamba hayo yote yalijiri, ingawaje katibu wa ODM Edwin Sifuna amekataa kabisa. Anasema hayo yote yamejiri baada ya muungano kutengenezwa ambao unaitwa One Kenya Alliance, ambao umeunganisha Kalonzo Musyoka wa The Wiper, Musalia Mudavadi wa ANC, Gideon Moi wa KANU na Moses Wetangula wa Ford Kenya, kusema kwamba ni kama ni kama Uhuru Kenyatta bado anaendelea kushiriki pamoja na wapinzani wake Raila. Kwa hivyo hayo yote ndio yalijiri na kusababisha kwamba pengine kutakuwa na muungano, ingawaje wengi wamekataa, hasa vigogo wale wa ODM wamekataa kwamba hakutakuwa na muungano wa aina hiyo. Vile vile katika ukurasa wa 5 tunaangazia aliyekuwa gavana wa Kiambu ambaye alitolewa sababu ya mashtaka ya kupandikiza ama tuseme graft charges, ambaye sasa hivi ole zake bado zinaendelea kuongezeka. Manake ukiangazia hadithi hii ama habari hii ambayo ipo katika ukurasa wa 5 ni kwamba gari zake ni kama zimechukuliwa na kampuni ambalo alikopa alikopa mkopo wa shilingi milioni 10 ambazo alichukua Januari mwaka jana, lakini sasa imekuwa vigumu zaidi kurejesha pesa hizo ambazo ilibidi kwamba gari zake 2 ambazo alikuwa ameziwekea dhamana zichukuliwe ili kufidia kopo hilo ambalo alilichukua. Akizungumza ama kwa zile stakabadhi ambazo aliweka kotini, alisema kwamba ni vile kwamba kazi yake iliisha, manake muda mchache tu baada ya kukopa loan hiyo ama mkopo huo, kazi yake iliweza kuisha baada ya seneti kumwamulia na kumpiga nje kama gavana wa kaunti hiyo ya Kiambu. Kwa hivyo anasema bado anaendelea kutia jitihada zaidi ili kuona kwamba ataweza kulipa deni hilo. Hayo yote ni katika ukurasa wa 5. Ukurasa wa 4 katika gazeti hili la Taifa Leo wanasema kwamba wakurugenzi 6 wapya watua usimamizi wa kiwanda cha Ndima. Hao ni katika kaunti ya Kirinyaga. Katika kaunti ya Kilifi wanasema kwamba bodaboda wahimiza usajili wa kung'oa wale ambao wanatenda uhalifu. Huo ni katika kaunti ya Kilifi. Kaunti ya Meru wanasema kwamba uwezi wa kuku kuishi jela kwa mwaka mmoja. Patikana ukiiba wewe ni mwizi wa kuku, mwaka mmoja tu jela. Kuna wenye walitiwa ndani mwaka mmoja, wezi wawili ambao walikuwa wameiba kuku. Katika kaunti ya Lamu wanasema kwamba kuna wavuvi ambao wameshtakiwa kwa kutumia mbinu haramu ambazo sikubaliki katika uvuvi. Katika kaunti ya Narok wanasema kwamba vijana waandamana wakidai Manamba ambaye alikuwa rafiki wao aliuawa kwa kanyawa na gari
kwa kufuata shilingi 20 peke yake. Washukiwa watatu na ujambazi wauawa katika mtaa wa Eldoret County ya Uasin Gishu. Afika wanasema kwamba koti ya lenga kuamua kesi 156 za watoto. Naona huko wanasema kwamba kuna huyu kaimu mwenyekiti katika baraza la Waislamu Kenya, anajulikana kama Haji Hassan Ole Nado. Huyu ndiye kaimu katika baraza lile la Waislamu nchini Kenya. Anasema kwamba wanaomba serikali iweze kuwafidia ama kuwasaidia na fedha ili kuwezesha huu msimu wao wa Ramadhan. Hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 4 na ukurasa wa 5. Ikumbuke kwamba Waislamu washaanza ile mfungo wao wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kutoka Abagusi Global Radio tunawaambia kwamba ndugu zetu Waislamu tunawaambia kwamba Saum Makbura na Ramadhani Karima katika mfungo huu wenu mtakatifu wa Ramadhan na Saum Makbura. Asante sana. Katika ukurasa wa 6 nitangazia ukurasa huu kisha tukimbie madukani tutarejea zaidi. Katika ukurasa huu wa 6 tunaangalia kwamba kuna matumaini kwamba shule zitafunguliwa hivi karibuni. Manake ukiangalia mpindo wa maambukizi wa virusi vya corona au the curve, COVID-19 curve imeanza kupungua kidogo, imeanza kurudi chini. Manake ukiangalia kulikuwa na kesi 2000 kaja 1500, sasa hivi hapo jana ilikuwa ni kesi 489. Ukiangalia vizuri ni kama kesi hizo zinaendelea kupungua zaidi nchini kupitia na zile ama yale masharti ambayo yamewekwa. Kwa hivyo kutokana na Daktari Patrick Amoth ambaye alizungumza jana katika mahojiano ya moja kwa moja, alisema kwamba wanaendelea kuangalia kwamba ikiwa hayo yote yatatendeka katika siku 14 zijazo kwamba mpindo huu utapungua zaidi. Vile vile wataweza kumpa ushauri Rais wa Jamhuri ya Kenya, Rais Uhuru Kenyatta, ambaye alisitisha katikuli za kawaida ama lockdown katika kaunti mbalimbali, aweze kutoa zile sheria ili watu waweze kufanya biashara na kutoka kaunti moja hadi nyingine. Vile vile naona hapa katika pale UK ambapo vyumba vya kuburudika, madanguro zote, wale watu ambao kuna hairdressers ambao wanaangalia mambo na nywele, vyote imefunguliwa kutokana na kurudi chini kwa mpindo wa COVID-19. Hayo ni katika ukurasa wa 6. Tukimbia madukani, tukirejea tutakupasha zaidi. Hey, what's up everyone? My name's Alfax Nyibuto. This is Abagusi Global Radio 2021. We are here and we are going round and about. Video, photo, audio, anything it is in the media field, Abagusi Global Radio. You already see us. We are out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here anywhere in the DFW area, Kenya, anywhere in Kenya. You call us, Abagusi Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo. Call us 214-489-5885. Abagusi Global Radio. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abagusi Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kelly, na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kelly. Mbarikiwe kwa sana. Hey, what's up everyone? My name's Alfax Nyibuto. This is Abagusi Global Radio 2021. We are here and we are going round and about. Video, photo, audio, anything it is in the media field, Abagusi Global Radio. You already see us. We are out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here anywhere in the DFW area, Kenya, anywhere in Kenya. You call us, Abagusi Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo. Call us 214-489-5885. Abagusi Global Radio. Right, katika ukurasa wa 10 hapa tunaangalia mengi ambayo kuna yale unaweza fanya ukiwa kipengine unaweza fanya miaka ijayo uje kujilaumu mbona ukayatenda hayo. Kuna jaji hapa mmoja ambaye anaitwa
Aha, si Matthews. Kuna jaji hapa mmoja anaitwa Juma Chitembewe. Chitembwe. Kuna kisa huyo pia ni rais, huyo pia ni jaji mkuu katika anaitwa kama ni jaji mkuu katika mahakama kuu wa Supreme. Anafanya kazi huko. Kwa hivyo alikuwa anawania pia hiki kiti cha hakimu mkuu. Lakini kuna jambo alilolitenda hapo awali ambalo lilikuja kumhaunt. Tunasema kuna kisa ambacho kilikuwa cha defilement. Kijana alikuwa miaka 19, msichana alikuwa miaka 17. Kwa hivyo hakumfunga yule kijana, alimwachilia kwa maana anasema kwamba hangeweza kumfunga yule kijana, alikuwa miaka 19, msichana ni miaka 17, amfunge kwa miaka 15 ingekuwa ni hatia. Ambapo hayo kau nakumbuka aliangaziwa zaidi. Kwamba vitu kama hizo alizifanya zimekuja kumhondi kwa wakati alikuwa na mahojiano ya moja kwa moja, alishindwa kujieleza, lakini vile vile alisema kwamba sababu ambazo zilifanya kumwachilia huru kijana huyo ambaye alikuwa na uhusiano wa msichana wa miaka 17, kwamba ukiangalia hiyo gap ni ndogo zaidi. Wote walikuwa almost the same age, alafu vile vile kumfunga miaka 15 ingekuwa pengine si haki kwake. Naam, hayo ni katika ukurasa wa 10. Katika ukurasa huu wa 6 naona wanazungumzia kuhusu, unajua tena kuna maandamano ambayo yamezuka nchini Marekani baada ya nasema kwamba maandamano makubwa jana yalizuka viungani mwa jiji la Minneapolis, Marekani, baada ya mmoja wao mweusi kuuawa. Tena kuna mtu mmoja ambaye ni mweusi tena alifiatuliwa risasi na kuuawa. Kumbukwe ni mwaka tu, ni miezi michache imepita baada ya George Floyd kuuawa katika njio ya Marekani. Wanasema kwamba polisi walimfiatulia risasi huyo anajulikana kama Derek Chauvin na kumuua. Maandamano yamezuka katika eneo hilo la Minneapolis linalopatikana Marekani. Naona katika nchi ya Haiti wanasema kwamba kuna mabadri 5 ambao wametekwa nyara. Hizo ni habari za Afrika na dunia. Wanasema kwamba Dar es Salaam serikali yafungua vyombo vya habari vilivyofungwa na mtangulizi Daktari John Pombe Magufuli. Kama Samia ameanza kuenda kinyume na matarajio